Inaweza ikafika wakati umekuwa tajiri mkubwa, Allah akakuchukua. Allah akikuchukua utaondoka na pesa, utawaachia warithi na watakuwa na haki ya kutumia kwa namna yote. Mara nyingine huwa tunajibana katika matumizi kwa ajili ya familia zetu vizuri, lakini mara nyingine pia tunahisi tunawafanyia wepesi familia zetu, kumbe tunawaachia vitu vya kuingiza kwenye laana. Ni wazee wangapi walikuwa watu waheri wakajinyima mpaka wakafa kwa vidonda vya tumbo ili watoto wake wapate neema. Watoto wamekuja kutumia zile hela kuingia kwenye anasa, uasharati na mambo machafu. Mara nyingine niliwahi kuhudhuria kikao kimoja cha mirathi. Naam. Mzee mashallah kaacha mali nyingi yule mzee. Lakini hakubahatika kwenda kuhiji. Mimi nikawashauri wale warithi kwamba jamani, mzee ameacha mali nyingi sana. Na nyinyi bado mna mlango wa kumfanyia wema mzee wenu. Nafikiri katika wema nendeni mkamuhijie. Kumuhijia ni hela kidogo tu ukilinganisha na hela alizoacha. Naam. Kijana mmoja anaweza mkasema mkorofi yule. Akasema bana, mzee amekufa, kama hajafanya mwenyewe imekula kwake. Hii ni mali yetu. Mzee alitakiwa akahiji mwenyewe, apambane mwenyewe. Amekufa hajahiji, atapambana na hali yake huko mbele. Hii ni fursa yetu ya kutumia hizi. Sasa hawa watoto ambao wamekufanya ukatike jasho, ukiamini unawatengenezea maisha mazuri, wanakusahau mpaka kwenye ibada. Watakumbuka kwenye nini hapa? Mtoto wa namna hii anaweza akakaa hata siku moja, ya Allah msamehe mzazi wangu, anaweza akakumbuka kweli? Katika hali ya kawaida ni ngumu. Kwa hiyo jamani, pamoja na kuwa tunafikiria sana kwenye akiba, kwa sababu wanasema alwaladu majbana mabkhala, mtoto ni sababu ya kumtia mzazi uoga, mtoto ni sababu ya kumtia uzazi ubakhili. Unajua wazazi hawana ujasiri wa kufanya vitu vya hatari, anafikiria watoto. Hata mnapokuwa kwenye basi mkapata dereva kichaa, anaendesha mwendo wa ajabu, tutasikia wewe tuna familia. Kwa maana usituue, tunategemewa. Ile familia imekutia uoga. Sahihi. Lakini kadhalika familia inakutia ubakhili, kwamba unapofuatwa ili utoe unafikiria na watoto. Kuna ada inakuja, mwanangu ndio yuko darasa la 7, baada ya miaka 4 anaenda chuo kikuu, na ada kila siku inapanda. Sasa unapata ule ubakhili. Lakini kiasili Allah anapokupa, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Hii ndio kanuni, fanya wema kama ambavyo Allah amekufanyia wema. الحال فينا مستقر والنور